Karibu tena mtazamaji katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo hii leo tunaangazia athari ambazo zinatokana na mdudu sesefly. Anajulikana kama sesefly kwa kimombo, lakini kwa Kiswahili ni mbung'o, kwa athari zake kwa binadamu na wanyama. Kwanza kabisa tuanze kwa kuangazia historia kumhusu mdudu huyu, na pia shirika hili la Kentech ambao tuna maafisa wake hapa studioni waweze kutueleza mengi zaidi. Kwa kuangazia historia fupi ni kwamba shirika la Kentech kwa kimombo Kenya Sese and Trypanosomiasis Eradication Council lilianza kama mradi wa Pan-Africa Sese and Trypanosomiasis Eradication Campaign PATEC mwaka 2008. PATEC ilianzishwa na viongozi wa Afrika huko Lome nchini Togo mwezi Julai mwaka 2000 ili kuangamiza mbung'o na magonjwa yanayosambaza katika bara la Afrika. Mbung'o au kipenda sesefly ni mdudu anayefanana na nzi na huishi kwa kufyonza damu ya binadamu na wanyama. Mbung'o hueneza vimelea aina ya protozoa vinavyoitwa ndorobo. Ndorobo husababisha ugonjwa wa malale, yani sleeping sickness, kwa binadamu na nagana kwa mifugo. Mbung'o anapata ndorobo kutoka kwa wanyama pori wakati anapofyonza damu yao. Wanyama wenye uwezo wa kuhifadhi ndorobo bila wao kudhurika ni kama vile nyati, paa, fisi, kongoni, simba na nyumbu. Mbung'o wamesambaa katika nchi 38 barani Afrika. Hupatikana kusini mwa jangwa la Sahara na kaskazini mwa jangwa la Kalahari. Mbung'o huitwa mdudu wa umaskini. Nchini Kenya, kaunti 38 kati ya 47 zina mbung'o. Maeneo 7 yenye mbung'o hapa nchini kwa wingi ni Ziwa Victoria na nyanda zake, Ziwa Bogoria na nyanda zake, maeneo ya katikati ya Kenya hasa Meru na Mwea, pwani ya Kenya, maeneo ya Narok, Kajiado, Isiolo, Samburu, Moyale, Wajir na Mandera. Asilimia 23 ya mifugo hapa nchini wako katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa nagana. Utafiti pia unaonyesha kuwa watu milioni 5 wako katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa malale. Nagana ni ugonjwa unaowapata ng'ombe na wanyama wengine. Dalili zake ni homa kali, ngozi kutetemeka na manyoya kusimama, kuchoka haraka na kubaki nyuma anapotembea na mifugo wengine. Mifugo walioathirika pia huwa wanyonge na wenye afya dhaifu, huvimba matezi yani lymph nodes, baadhi yao hudondokwa na machozi kila mara, majike kupoteza mimba, kukonda na kwa muda mrefu, ng'ombe wanaokamuliwa kupoteza maziwa au pia maziwa kupungua. Tuangazie sasa ugonjwa wa malale yani sleeping sickness. Dalili za ugonjwa huo ni kuumwa na kichwa na viungo, kudondokwa na mate na kutokwa na jasho, kukosa hamu ya kula, kutokwa na vidonda kwenye ngozi, kuhisi uchovu, kulala mchana na kukosa usingizi usiku, kufura matezi yani lymph nodes na kupoteza fahamu. Athari zinazosababishwa na mbung'o katika uchumi wa taifa ni gharama ya juu ya matibabu kwa binadamu na mifugo, vifo vya wale ambao wameambukizwa ugonjwa pamoja na vifo vya mifugo wao. Mifugo kupoteza mimba, maziwa kupotea au kupungua, ng'ombe kupoteza uwezo wa kukokota jembe wakati wa kilimo, wakulima kushindwa kupeleka mifugo wao malishoni penye mbung'o, mifugo ambao wameathirika hawana soko, gharama ya juu ya kununua dawa, na pia serikali inapoteza uwezo wa kuuza mifugo na bidhaa zake katika soko la kimataifa. Mtazamaji, ndio taswira fupi kuhusiana na mbung'o na athari zake hasa kwa uchumi wa taifa. Lakini kabla ya kuingia katika majadiliano yetu ya leo, tupate bei za bidhaa masokoni. Naam, naarifiwa kwamba picha hizo haziko tayari, tutazipata muda usiokuwa mrefu tuweze kuangazia bei ya bidhaa katika masoko yaliyoko karibu nawe. Tuingie sasa katika mahojiano yetu, ambapo studioni leo tunaye Ronald Ernest Ochwada ambaye ni mratibu wa shirika la Kentech ambalo tumeangazia pale eneo la Rift Valley. Shirika hili ambalo ni la kitaifa ambalo linadhibiti magonjwa ambayo yanasambazwa na mbung'o. Karibu tena kwenye jukwaa la KTN. Asante sana. Na kando yake ni Daktari Othieno Joseph ambaye ni daktari wa mifugo na afisa wa uhusiano mwema ama wa mawasiliano katika shirika la Kentech. Karibuni sana. Asante. Mbona anaitwa mdudu wa umaskini? Anaitwa mdudu wa mbung'o. Asante sana Zubeda. Mbung'o anaitwa mdudu wa umaskini ni kwa sababu kwanza kabisa hupatikana eneo la Afrika peke yake. Vile ulivyosema hupatikana katikati ya Afrika. Chini ya jangwa la Sahara na juu ya jangwa la Kalahari. Na wakulima wetu sana ndio wanaathirika. Na utapata kwamba mkulima akipoteza mifugo yake yote huwa anachukulia hiyo mifugo ni kama benki yake. Naam.
na kisha mbung'o wakisambaza maradhi ama ugonjwa huo wa nagana, mifugo huwa wanakufa na mkulima anabaki bila chochote, anabaki maskini. Naam, daktari, kufikia sasa takwimu zinaonyesha athari za mdudu huyu zimefikia kiwango gani humu nchini kwa binadamu na mifugo? Kwa binadamu tunaweza sema kwamba athari za mdudu huyu ambaye anaitwa mbung'o tunaweza sema kama karibu 23% ya wanyama wako katika ile hatari ya kuambukizwa huu ugonjwa. Naam. Na kwa wakati upande wa binadamu tunaweza weka hiyo idadi karibu watu milioni 5 wako katika hatari pia kuambukiza huo ugonjwa. Naam. Na tunaposema hatari ina maana kwamba unapong'atwa na mdudu huyu uko kwenye hatari ya kufa, ama ni athari tu unakuwa mgonjwa lakini haufariki? Vile tumesema mdudu huyu anaeneza magonjwa kwa binadamu na pia kwa mifugo. Kwa binadamu ndiye anasababisha ule ugonjwa ambao unaitwa malale. Na kwa mifugo anasababisha ule ugonjwa ambao tunaita nagana. Ndio mnyama ama mtu apate na ugonjwa, lazima mdudu ambaye anamuuma ambaye ni mbung'o awe naye amebeba hivyo viini ambavyo ataeneza wakati wa kuuma. Kwa hivyo unasababisha kifo. Usipotibiwa utasababisha kifo. Naam. Kwa hivyo ni muhimu unapoona zile dalili uende hospitalini. Ni muhimu wakulima wetu wakati wanapoona hizi dalili, hasa kwa zile area ambazo tumesema huu mdudu anapatikana, ni vyema kwamba muarifu yule daktari wa mifugo ambaye aliye karibu. Naam. Kama ni kwa binadamu, basi pia itabidi haraka apeleke hospitali, kwa sababu ugonjwa huu pia kwa binadamu ukitibiwa mapema kupona kwake kunakuwa rahisi, lakini ukingoja ufike ile kiwango ambayo sasa inakuwa ni ile kulala na kuamka, pia inakuwa zile chances za kupona zinakuwa finyu. Naam. Kabla hatujaangazia yale maeneo ambayo yanaathirika zaidi, labda turejee kwa Ronald, uweze kutueleza tofauti kati ya mbung'o na nzi, kwa sababu tunapowaona pale nyumbani tunafikiria ni nzi. Tofauti ni gani? Asante sana. Tofauti ya mbung'o na nzi kwa kawaida watu wengi huwa hawawezi kutofautisha. Lakini mbung'o huwa ukiangalia upande wa mdomo wake ana mrija mrefu, kisha huo mrija ndio huwa anatumia kufyonza damu kwa wanyama. Huo mrija unaambatana na msumeno. Akipata ngozi ya mnyama anakata na huo msumeno, kisha ndio afyonze damu. Naam. Na ukiangalia tena vizuri mbung'o katika bawa lake, katikati ya bawa lake kuna alama ni kama upanga ule wa kukata nyama. Hiyo hao inzi wengine hawana kabisa hiyo alama. Kisha kama amesimama, ametua, huwa anabeba mabawa yake anaweka pamoja, yanakaa kama makasi. Na wanatoka wapi hawa wadudu? Wanatoka wapi? Wanafika vipi katika boma lango? Mbung'o kawaida yake huwa porini zaidi. Lakini wanapendelea sana kuishi mahali penye joto na unyevunyevu mwingi. Lakini unapoangalia zile takwimu ambazo tumezisoma sasa, na tunashukuru sana kwa utafiti ambao mmetusaidia nao katika kupata takwimu hizi, unaona kaunti 38 nchini Kenya ziko kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa yanayotokana na mdudu huyu. Kwa nini? Kwa sababu tunajua viwango vya joto nchini Kenya viko tofauti katika maeneo tofauti. Je, iweje hivyo? Ndivyo tumesema kwamba kaunti 38 wako na wadudu ambao wanaitwa mbung'o. Ukipata zile kaunti ambazo hazina hawa mbung'o, ni kaunti ambazo ziko katika mwinuko wa juu. Naam. Hali ya hewa ni nzuri, ni ya kibaridi, sio kama hizo kaunti zingine 38 ambazo tumetaja. Kaunti kama Nairobi, Nyeri, Vihiga, Kericho, Kisii, Nyamira na Mombasa, hata Mombasa pia, lakini kisiwani. Hizo kaunti ndio hazina mbung'o. Naam. Na kuna mbinu ambazo unaweza kutumia daktari kuzuia wadudu hawa kuingia katika boma lako? Kuna mbinu mingi hasa zile ambazo tunatumia katika huu mradi wa kuangamiza mbung'o. Na zile mbinu ambazo tunatumia hasa zinalenga vile mwenzangu alipoelezea, mbung'o wakiwa kule kwenye wanaishi kule kwenye hayo mazingira ambayo amesema yanapendezwa na mbung'o. So tunaweka kuna mitego ambayo tunaweka ambayo iko na dawa na pia iko na makemikali za kuzivutia zije karibu. So zikija pale, zikisimama tu zinachukua hiyo dawa, zinaenda zinakufa. Naam. Na pia kwa mifugo naye huwa tunasaidia wakulima na dawa zile za kuogesha
kuogesha wanyama. Naam. Ili pia wakati watakapokuwa wanakuja kunyonya damu pale wakawa wamechukua ile dawa na wakienda wanaenda kukufa. Naam. Kuongezea kwa hiyo pia sasa, kwa sababu hizo ambazo nimesema zinalenga mdudu, pia kuna zile mbinu ambazo tunatumia pia kulenga zile viini ambazo mdudu anaeneza. Na hizo watu tunafanya ile tunaita kwa kimombo mass treatment ya wanyama, yani tunazitibu zikiwa kiujumla, ili pia tuwe zile viini ambazo already ziko kwa ng'ombe huyu. So mwingine akija muuma apate kwamba atanyonya damu tu, lakini asikuwa anaeneza viini pia. Yeah. Na mtego huu mtu anaupata wapi? Swali mzuri, lakini nafikiri linalenga sana mwenzangu. Mitego ya mbung'o kawaida huwa ni sisi kama shirika huwa tunasaidia wakulima ili waweze kupambana na mbung'o hao. Na huwa umeshonwa, kisha tunaupeleka, tunachukua mafunzo, tunafunza wakulima vikundi mbalimbali vya wakulima. Naam. Jinsi ya kukabiliana na mbung'o kutumia hizo mitego. Naam. Kisha tunawapea hizo mitego, ndiposa wawe wanaweza kutumia kukabiliana na mbung'o. Ningependa kuongezea kwamba kuna teknolojia nyingine mpya ambayo ilitumika hasa katika kisiwani Zanzibar, inaitwa sterile insect technique. Mbung'o, kawaida wa mbung'o wa kiume huwa anapanda wa kike, na wa kike anamkubali mara moja peke yake, kisha anampea mbegu. Sasa hii teknolojia, tunachukua mbung'o wa kiume tunawa sterilize, wanahasiwa, kisha mbung'o wa kike akishapandwa na mbung'o wa kiume, yeye hawezi tena kuzaa, na mbung'o hawazai mayai. Mbung'o huwa wanachukua mimba, kisha wanazaa viwavi ambao huwa vinajichimbia chini ya udongo, kisha baada ya siku karibu 30-40 vinageuka kuwa buu, alafu mbung'o wanatokelezea hapo. Na mbinu hii imeanza kutumika humu nchini ama mnatarajia kwamba itaanza kutumika lini? Asante. Tunatarajia kuitumia, lakini bado haijawahi kutumiwa. Ilitumiwa Zanzibar sababu kulikuwa na aina moja tu wa mbung'o. Ni rahisi sana kuitumia na aina moja wa mbung'o, lakini kwanza lazima ukabiliane na wale mbung'o ambao wapo, kisha ukisha sterilize huyo mbung'o wa kiume katika maabara, mnawatoa nje, mnawapeleka kwenye msituni ambapo kuna wale wengine sasa wanakutana na wa kike, na kisha wa kike hawawezi tena kuzaa. Naam. Na ni wakati upi mwafaka wa kuanza kutumia mitego kama hii ama kutumia dawa kwa mifugo wako, kwa sababu sasa tushaingia katika msimu wa mvua? Ni wakati upi mwafaka wa kuanza kuweka mipango ya kinga? Kawaida unajua, baada ya mvua kunyesha huwa kuna malisho mengi. Na ukiwa na malisho, ng'ombe huwa mifugo yetu huwa wanaenda kwa malisho. Sasa wakati wa msimu wa mvua ukiisha hivi, lazima tuingie ndani ili tupambane na mbung'o. Naam. Swali hili daktari limeelekezwa kwako na huyu mtazamaji, hajatupatia jina lake. Anauliza, Daktari Otieno, mmea wa miwa huwa na mazingira ya mbung'o pia wakati mahali ambapo tunakuza miwa? Nafikiri nitasema hivi, ukiangalia yale maeneo ambayo mwenzangu ametaja ambayo kuna mbung'o, ni maeneo ambayo sana sana the natural environment haijakuwa sana, watu hawajafanya kilimo. So mahali miwa imepandwa, sidhani miwa inatengeleza yale mazingira ambayo yanapendeza mbung'o. Kwa hivyo utapata kama area kama Mumias ambaye pale miwa iko mingi, wamefanya kufanya hiyo environment kuwa kidogo haipendelewi na mbung'o, kwa hivyo hawatapatikana pale. Naam. Naona pia maswali ambayo tayari tumeyajadili. Anauliza, hamjambo KTN? Hatujambo. Huyu ni Penina Chepkurui akiwa Kericho Seon. Anasema, niko na swali kuhusu mbung'o. Je, mtu anaweza kuzuia maambukizi ya ugonjwa unaosababishwa na wadudu hao? Ni lile ambalo umelitaja, lakini umesema kwamba kwa wanyama kuna dawa unaweza kunyunyizia mifugo. Je, binadamu itakuwaje? Binadamu kawaida akipatikana na ugonjwa, huwa dalili zake kwanza huwa zinafanya watu wasijue ni ugonjwa ambao umeletwa na mbung'o. Lakini binadamu akishapata na ugonjwa, huwa la muhimu ni kuripoti kwa hospitali, ambaye wakimpima madaktari wakipata na hivyo vimelea vya mbung'o vya ndorobo,
huwa anapelekwa kutibiwa. Naam. Hello KTN, kwanza kabisa nawashukuru kuwa sisi wenyeji wa Narok tumeangamizwa sana na mnyama huyu, yani Sesefly, na tunataka kujua vile tunaweza kuzuia. Mtazamaji, kwa haya na mengine mengi kuhusu dalili za ugonjwa huu na jinsi ya kujikinga kama binadamu na pia kuwakinga mifugo wako, tiba inapatikana vipi?